Sumaye ni walinzi wa mfalme. Ameuawa na walinzi wa mfalme wa himaya hii ya Nakio. Ameuliwa na walinzi wa mfalme. Walinzi, simameni kwanza. Walinzi, nyie ndio mlimuua mama yangu. Sisi, vipi? Mfalme analitaka Pangala, urithi mfalme analitaka. Oye! Odi! Karibu. Uko wapi? Unioni hapo? Sikuone. Tokea lini unioni? Nimekuona. Vipi? Yapi? Wema. Zamia siku nyingi baya. Ndio hivi tupo unapambana. Unapambana na kazi gani na nini? Sasa hivi vilimo tunafanyaje? Uchu wa ngongo kuvunjika. Wewe zangu sitajiri unakunywa paka na pombe nini? Tajiri wewe. Nimemeki. Sasa ni wali ngumu. Siku na shindia miogo. Mwogo, ndio kwa pombe. Rafiki yangu. Niambia rafiki yangu. Kuna jambo tushirikiane. Unahitaji ushirikiano wangu. Ya. Sawa, nimekuelewa. Ushirikiano wako mimi wewe nka. Sasa rafiki yangu sasa unapotea. Sio hivyo. Jambo gani? Kuna upanga wa maajabu. Umeniambia kuna upanga wa maajabu. Wa maajabu. Sasa ule upanga tukiupata sisi ndo tunakuwa wafalme. Tukiupata tutakuwa wafalme. Umesemaje? Umesemaje, hujanielewa au vipi? Sasa hapo mfalme utakuwa wewe mimi. Mimi nitakuwa mfalme, wewe utakuwa malkia. Hiyo bila. Umepiga? Itakuwa shwari moja kwa moja. Basi mimi ndo nilivyoona pataka. Bila. Kwa hiyo majibu yake upanga nabaki nao mimi, wewe utakuwa malkia. Hiyo haina tabu hiyo. Au vipi? Nimekuelewa. Ndio maana mimi nilikuwa nakutafuta kwa muda mrefu sana. Wale mimi nashukuru na leo nani kaniambia hapa. Unajela pombe unayo? Bwana wewe sikiliza, mimi sio nywaji. Habari za pombe kauliza huko kilabuni. Kwa mimi habari za hela mimi nikupe wewe kaninywa hapo baadaye unitukane. Mimi mpango sina. Kwa mpango kama wewe basi kila mtu aonyeshe yake. Niaje na kifaranga cha kuku. Kifaranga cha kuku bwana njoo jioni. Sasa hivi wako wanacheza. Sawa. Sasa rafiki yangu, tumeongea mengi sana vya kutosha. Umenielewa? Nimekuelewa. Nzali imefikia hatua nataka kunipiga kampani ili jambo liende. Sitakuaje. Na tukifanikiwa mfalme wewe mimi. Ndio tutajua hapo baada ya kupatikana kwanza. Kamba kachumbari itakuwa mboga au na mazifaa kumalizia ugali. Mimi nakuaga. Ila umesemaje? Unasemaje malkia? Vipi? Heshima yako mfalme wa himaya Nakio. Vipi, kuna tatizo? Mbona mpo hivi? Ndio mfalme. Kuna tatizo gani? Huko tunakotoka tumekutana na binti ndogo sana.
afu akatuuliza, nyinyi ndio mliomuua mama yangu? Mama yake? Ndiyo mfalme. Sisi tukamjibu ndio, kwa sisi. Ghafla akatoa nguvu za ajabu na sisi tukakimbia. Ubavu! Mshaanza kuleta uzembe, si ndio? Mnamwachaje sasa wewe kumfikisha hapa? Toka! Mshaanza kuleta puzi, si ndio? Kwani msimlete hapa eh? Sharabok! Firigisu! Shoot! Hii kazi nitaifanya mwenyewe. Ubavu nyinyi. Toka hapa! Anga Bangala, urithi mfalme analitaka. Amani, nimewaiteni hapa, kuna jambo nataka niwaambie. Hivi nakumbuka kipindi kilichopita mfalme alituambia kuonekana kwamba kati yetu kuna mmoja ni msaliti. Ndiyo, tunakumbuka. Hivi mnaweza mkamjua msaliti nani kati yetu sisi? Si hatumfahamu. Sasa mimi kuna mtu namwekea wasiwasi, na sio namwekea wasiwasi, na uhakika naye kwa asilimia zote. Nani? Mimi na wasiwasi na mlinzi mkuu wa mfalme. Unamaanisha Shuti ni msaliti? Ndiyo. Una ushahidi gani? Kipindi kilichopita nilikaa naye Shuti, na katika kukaa naye tulikuwa tunazungumza mada zetu za kawaida, lakini ilienda kufikia Shuti akaniambia mimi nimekosea sana, na nikamuuliza nimekosea wapi? Akaniambia umekosea kumuua Maje, na ile ni amri kutoka kwa mfalme. Sasa nyinyi kama wenzangu, ndio maana ya kuwaita hapa ili tuje tujadili ili jambo, tutaenda nalo vipi? Ushauri wangu, tusipeleke taarifa kwa mfalme, tumchunguze kwanza mpaka tupate uhakika zaidi. Peleleze, pata majibu, tumfikishie mfalme. Basi sawa, tusichelewe, itabidi tulifanyie kazi kwa uharaka sana. Sawa. Kama nilivyokuambia Mpanda, huu mzigo umpelekee Mbela, na wakati unampa huu mzigo hakikisha awe peke yake, asiwe na mtu yoyote. Sawa Malkia wa Himaya na Kim. Na wewe hiyo siri yako usimwambie mtu. Barafu lani dondokea naisi barube moyoni mumuma dalinjo nikumbatie pole pole karafuna simba harufu ya bahari barafu la huba linayeyuka nikikuona lanidondokea kila nikioga mawazo nahisi baridi roho inanitetemesha njoo nikumbatie nisahau mwiba wa jana. Kwako sijapotea hata nikipotea njia, moyo ngoni kubalie siri za ngazi karafuu kwenye
Mzee Mtumba, samahani kama nitakuwa nimekukwaza, ila nahitaji nifahamu mengi sana juu ya upanga. Nahitaji unipe hadithi ya kuhusu upanga. Aha, unahitaji ujue hadithi ya upanga? Naam. Sawa, una haki kujua hadithi ya upanga huo, kwa sababu upanga huo ni hazina yenu kubwa. Upanga ulikuwa unamilikiwa na marehemu babu yako. Ule upanga una nguvu za ajabu sana. Ule upanga ulikuwa ni wa marehemu babu yako. Kituo mwanangu, na kukabidhi huu upanga. Huu upanga ulinde na uutunze. Pia sihitaji umpe mtu yoyote, maana huu upanga ni hazina yetu. Maana naamini kuwa mfalme anautafuta kwa juhudi zote. Huu upanga ni hazina yetu. Sijui unanielewa? Sawa baba, nimekuelewa. Sitomkabidhi mtu yoyote. Na upanga huu kuna maneno ukiyatamka unakufuata popote ulipo. Maneno gani hayo baba? Bas jali. Ule upanga ulikuwa unatafutwa sana na mfalme kwa nguvu zake zote. Unaelewa vizuri eh? Kwa hiyo ukawa panafika wakati ule upanga ukawa unafichwa, kwa maana ya mfalme akiwa anauandama ule upanga kutoka kwa Pola. Siku moja mfalme alitoka kuelekea kwa babu yako kufuata ule upanga. Mfalme akamwambia baba yako hivi, naomba upanga, nitakuua. Nadhani unanitambua. Baba yako akajibu, niko tayari kwa ajili ya kufa kuliko kukukabidhi huo upanga, maana ile ni haki yetu. Kienje, kagua upanga na Mfalme, sikuuona. Nimetafuta mote ndani, sikufanikiwa, sikuuona. unalitania. Ndipo ikasikika sauti ya baba yako. Mfalme akamtuma mlinzi amkimbize baba yako. Baba! Kienje, kamata yule. Kwa nguvu ya upanga wa kifalme, naomba unifiche. Usionekane.
Kwa vile baba yako alikuwa ni rafiki yangu wa karibu, na ndo akawa amenieleza siri zote ya kuhusu ule upanga. Mtumba rafiki yangu, wewe ni rafiki yangu mkubwa sana tena sana. Unaona huu upanga amenikabidhi marehemu baba yangu. Ameniambia nitakapokuwa mkubwa nimrithishe mwanangu wa mwisho. Na upanga huu una nguvu za ajabu. Endapo ukiweza kuyatamka maneno haya, upanga huu utakufuata popote ulipo. Maneno gani rafiki yangu? Lakini haya ni maneno ya siri. Usimwambie mtu yoyote rafiki yangu. Sawa rafiki yangu, sitamwambia mtu yoyote. Kwa sababu upanga huu mfalme anautafuta kwa hudi na uvumba. Basjar! Umeona nataka kujaribu na wewe. Hii kweli? Na mimi naomba nijaribu. Basjar! Mzee Mtumba, pole sana. Ndio. Na nashukuru kwa kunipa historia nzuri sana. Sikuweza kutegemea kama utaweza kunipa historia kama hii. Na nashukuru kwa kuweza kuungamana na mzee wangu. Panga pangala urithi mfalme analitaka. Zulaiha mpangu, mbona hupo hapa na umekaa peke yako tena unalia? Unalia nini? Mjomba, mfalme ananichukia sana, na nitahakikisha alioshiriki kuua mama yangu wote hao nitawaangusha. Mfalme analitaka. Heshima yenu walinzi wa mfalme wa himaya ya Nakini. Mbela. Naomba nimepewa mzigo huu
na Malikia. Nimeambiwa nije kukabidhi wewe. Sawa. Zulaiya, naomba shilingi uliyokuwa nayo. Shilingi ipi unaizungumzia wewe? Zulaiya, na stori ndefu sana kuhusu wewe, ila tusifike huko. Wewe una shilingi ambayo umerithi kutoka kwa mamako. Naiomba hiyo shilingi. Na yeye akakwambia nani kama mimi na shilingi? Unaleta kiburi, si ndio? Mfalme analitaka anga Pangala, urithi mfalme analitaka wa mwanangu ndekete upanga Pangara na Kivu wa mwana wa upanga Pangala, urithi mfalme analitaka anga Pangala, urithi mfalme analitaka wa mwanangu ndekete upanga Pangara na Kivu wa mwana wa upanga Pangala, urithi mfalme analitaka anga Pangala, urithi mfalme analitaka wa